mtazamaji, tunaposema destiny helper, kama nimekwisha kusema kwamba destiny helper ni wale watu wanakusaidia wewe kupiga hatua au wasaidizi wa hatima zako. Sasa meaning ya destiny helper ni wale watu Mwenyezi Mungu ambao anawaleta katika maisha yako ili kuangalia yale malengo ambayo yako katika maarifa yako, kwa lengo na kwa kusudi tu moja la kukuwezesha wewe, mtu wangu au kijana mwenzangu au rafiki yangu, kukuwezesha wewe kutimiliza kile kitu au ile akili iliyokwisha kufikiria au yale maarifa Mwenyezi Mungu au ile njozi Mwenyezi Mungu aliyokwisha kuiweka katika akili yako. Hao watu wanaletwa na Mwenyezi Mungu kufanya utimilifu wa yale uliyoyaona ya miaka kadhaa, ya muda kadhaa au ya period kadhaa. Hao watu ndio wanaletwa kwenye maisha yako ili kwa lengo la wewe uyatimize yale uliyoyaona. Wakristo tunasema once you look at the Genesis ile chapter 37, ukiangalia chapter 37 up to chapter 50 inasema, inaeleza vizuri life cycle ya maisha ya huyu Joseph. Inaonyesha kwamba Joseph akatumiwa na Mwenyezi Mungu ili kumtimilishia kile alichokiona katika njozi, kwa sababu Mungu alianza akampa uono Joseph kwamba you will be the one who will help your parents, or the one who will be great and beyond of your family, kwamba Mungu akamwonyesha kwamba utakuwa mtu mkubwa katikati ya uzao wa Yakobo, wewe utakuwa mtu mkubwa, and finally watakuja kusujudu, and finally utatumika kama kuwa daraja kuvusha wazazi wako katika ile kipindi ya magumu, wewe ndio utakao tumika kuwa hifadhi wazazi wako. Hao ni maono ambayo Yusufu alionyeshwa, and finally kama nimekuja kusema kwamba destiny helper wapo kwa lengo ya kutimiliza kile Mwenyezi Mungu alichokuonyesha katika Mungu wako. Sasa tukifuatilia hiyo historia ya Yusufu, inasema kwamba baada ya kuona hayo maono, Yusufu akapokea without considering kwamba katika kile kipindi alikuwa anapitia msoto mgumu kiasi kwamba akataka kuahirisha, akataka kupostpone ile vision yake, lakini akastick katika ile vision yake. Biblia inaniambia kwamba Joseph akatumiwa destiny helper, akawekewa destiny helper. Biblia inaniambia kwamba kuanzia pahala ndugu zake wanamtuma katika ile, wanamtupa katika au wanamuuza katika ile utumwani, Mungu akasimama naye. Biblia inaniambia pia pahala yuko katika selo, katika jela, Mungu akasimama naye. Sasa Mungu akaanza kumwekea watu, akaanza kuweka mchakato wa kumwekea wale destiny helper, akaanza kumwekea yule mkuu wa wanyweshaji pale jela, akamwekea pia mfalme Potifa, kwa lengo tu finally maono yake hayajatimia. Kwa lengo na dhumuni ya destiny helper wapo kwa lengo la kukufikisha pale maono ambapo umeyatimia. Mtu wangu, kuna vitu ulivyoona katika miaka miwili ijayo, au mtu wangu, kuna vitu vikubwa umeviona katika miaka kadhaa ijayo. So ni lazima au utakuwa na muhimu zaidi wewe kumtafuta destiny helper ili Mwenyezi Mungu aje mtume ayatimilize yale ambayo uliyaona katika hizo next 5 years ambazo zinakuja, au hizo next 7 days au next 7 hunger days, next 7 hunger years that are coming into your life, kwamba ile miaka 7 ya njaa ambayo inakuja kwa ajili ya kuumiza maisha yako, kutoka kuna uhitaji wa wewe kuwatafuta wale destiny helper ili wakapate kukuondoa katika ile miaka 7 ya njaa ambayo inakuja mbele yako kwa lengo la kukuumiza. Tunaona kwamba Joseph he was made as a bridge kwa wale wana wa Israeli kuikwepa ile miaka 7 ya njaa, na ndivyo ikawa imetimia. Pia Potifa akawa kama bridge kwa Joseph kufanikisha kile alichokiona kwa Mwenyezi Mungu. Tuendelee katika hiyo verse inayofuata. Okay, ninapozungumzia destiny helper anaweza akawa aidha ni mbeba maono, anaweza akawa ni mbeba maono, pia destiny helper anaweza akawa mbeba maono, pia akawa ni moja tena wa kuwavusha wengine kufika pahala fulani. Au destiny helper anaweza asiwe ni mbeba maono, bali ni yule ambaye anatumiwa na Mwenyezi Mungu ili kukamilisha maono ya mtu fulani. Tunamwona Yusufu alikuwa amekerry both, ameshikilia vitu viwili. Kwanza alikuwa ni mbeba maono, finally akawa ni mtu ambaye atakuja kuwashikilia wale wazazi wake. Hiyo ndio sifa kuu ya destiny
helper. Kwa destiny helper anaweza kawa ni mbeba maono au asiwe ni mbeba maono, au anaweza akavihold vyote kama alivyovihold Joseph katika Genesis 37 up to 50. Hiyo inaonyesha. Okay, nifuatilie katika video clip ambayo inafuata. Kuna vitu ambavyo nataka ni summarize na wewe. Stay hydrated. While Alakemi